Been thinking, nimefikiria. And you know what I'm thinking about? I'm thinking about how best to defeat a person like William Ruto at the ballot. And the answer that I've come up with is not tribalism. The way to defeat Ruto is not just to consolidate tribal numbers, because tribalism is Ruto's game. Hii ni game yake. And in fact, he wants us to play that game. So the first thing we need to ask ourselves, even before we go to tribal numbers, hii kabila plus hii kabila plus hii kabila, we need to ask ourselves, what is Ruto's campaign message for 2027? What is he planning to run on? Anapanga kuambia watu nini? Ruto's campaign for 2027 is not victim politics. Unajua 2022, he was pretending to be a victim of Uhuru. But 2027 is not victim politics. Now he's an incumbent sitting. So what he will be selling is shiny things. For 2027, Ruto will be selling shiny things. A track record, development record. Sisi wa kuunganisha reli. Sisi wa kuweka barabara. Sisi wa kujenga stadium. Sisi wa kujenga mabwawa ya maji. Na wale ambao hawajafanya kitu. That will be his message for 2027. So if you want to defeat him, first defeat his message. Defeat his message, because 2027 hatatumia kanisa. 2022 alitumia kanisa. He can't use kanisa and he can't use sympathy. So he'll be using shiny things. Nimejenga hii, nimefanya hii. The only way to defeat him is to defeat his message. And the best way to defeat his message is, if he is selling performance, don't give him an non-performer as a competitor. Usimlete mtu hajai fanya kitu inaonekana, kitu iko visible as a competitor. Mlete another performer. Ndio akiuza performance, tunauza performance. Alafu performance yetu inakuwa ni performance bila wizi. Performance yake inakuwa ni kazi na wizi. Yetu inakuwa ni kazi bila wizi. And that is why Dr. Fred Matiang'i is the best choice for a flag bearer. This is not about tribalism. This is about who is the best person to defeat this guy. It's somebody who can sell performance na ingie kwa Mkenya na Mkenya aji-associate na hiyo performance. Seme, when you are in ICT, you digitized services, you did this, you opened up the internet, it was very fast, you did this, you brought us from analog to digital. When you are in the Ministry of Education, you said this will not happen, it did not happen. You said this will happen, this happened. You are strict, you are straight. When you say, we can trust it happen. Kumbuka Ruto will also not sell promises. 2022, he was selling promises, the church, sympathy. Now he can't start telling people, nitakuja hapa, nitajenga barabara. No. The first thing he'll be saying ni nimefanya hii, sasa nitaongezea. So you need to bring somebody who has believability. Mwenye akiambia wananchi promise, wanambelieve because wanajua ni mtu huwa na promise na ana deliver. Because mtu kama Matiang'i angesema basi zote za watoto zikuwe yellow na ziendeshwe from 6 in the morning to 6 o'clock, atake kuona basi ingine kwa barabara, watu walipinga wakasema, sisi hatuwezi paka yellow, hatukuwa na hiyo budget. Akamwambia ni sawa, msipake yellow, lakini pia isitokee kwa barabara. Kaeni nayo kwa nyumba, don't paint it yellow. Kaa nayo kwa shule, but isitokee kwa barabara. Si walipaka yellow wote? Budget ilitoka wapi? Walipakaje yellow? Because this guy is strict. When he says it's gonna be like this, it's like that. No other way. And we need a strict, serious person. Kwa sababu hii Kenya itaki softy. You can't be soft and rule this country. Hii country kuna makatelo, watu vichwa ngumu. Hata wananchi wenyewe, hata wenye wanawachi video wenyewe ni vichwa ngumu. So to govern them, you need somebody who is strict kidogo and who has goodwill in his heart and commitment. So that's what I'm telling you. If indeed you want to defeat William Ruto, you can't come to him with the card ya tribalism. Na pia isikuja na kadi ya mimi ndio mzee sana. Mimi ndio nimekaa miaka mingi, kwa hivyo ni haki yangu. No. And a candidate who will be a winning candidate in terms of messaging, and who will be a winning candidate in terms of going to be a good president.
Because even investors are looking, businessmen, people are curious. People want to know, mnatupatia president mgani? I can tell you, the opposition, they have to be very careful about who they choose as their president, as their presidential candidate. Because businessmen, investors, watu ambao wako na interest kwa hii country nini, wote tunangoja kuona mnatupea nani. Kwa hivyo msituweke kwa position ye watu wanaanza kusema ati afadhali Ruto. Give them somebody solid, somebody who they can trust. Aya, mwisho. I've seen crowds and crowds and crowds, and some of you are excited with crowds, and it's good. Be excited with the crowds, but kumbuka kila mtu kwa hiyo position alikuanga na crowds. Hata mimi Morara nilikuanga na crowds. Ukio Mtata alikuwa na crowds. Uliona crowd ya Matiang'i wakati alitoka US, his first rally. I mean, literally there was no place even for a cockroach. Crowd inaingia watu kama 10,000 in one rally. So crowds have been there. When Gachagua was removed from government, crowds, big crowds. Unakumbuka ile wakati alikuwa anajiita Getungati, wakati alikuwa anaenda hizi concerts za Wakikuyu, yenye hajaenda lazima apige simu. Hata matanga mahali hajaenda walikuwa wanapiga simu, wanamweka kwa microphone. That hype is usually there. But if there is one thing Raila taught us is that hype is not votes. So hype ikishaisha, ikisha die down, mtakaa chini na mtaangalia hii siasa na mtaanza kuielewa sasa. So let the excitement end. Unajua sasa hii mko kama watu mmepiga puff, mko high. Zikisha shuka, mtaanza kuona hii siasa vile mimi naiona. Sasa mimi mnanijua. I'm very clear about where my stand is. Mimi ni mtu wa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Na I can't be, mimi si wa Munyoro, mimi si wa Gachagua. Na sina shida naye. I like his politics. Mimi lakini mimi si wa Munyoro. Na mimi pia sio wa Kalonzo. Na mimi si wa Sifuna. Mimi ni wa Matiang'i. Tena si wa Matiang'i tu. Mimi ni mbunge wake wa home. Unaona kwake nyumbani. Home, Ocha. Mimi ndio mjumbe wake. So mimi, I can't be in any other camp. And I can't support any other person for president. I'm just lucky that the person I'm supporting, it happens to be the best presidential candidate. Just lucky. But I can tell you this. All politics is local. All politics is local. Mimi watu wangu wa Borabu constituency, hawajai niuliza Sifuna anaendeleaje. Hawajai niuliza Gachagua anaendeleaje. Hawajai niuliza kama nimewaletea salamu ya Kalonzo. Wananiulizanga Matiang'i, umwana ominto. Nakyo umwana ominto agaendelete gake. And remember, politics is relationships. These are Africans. Africans wako hivyo. They value relationships. Umwana ominto mbiyale. Nakikuwa moroje. Mbiyale kabisa. Kunya kumubwate simole. So, voters wangu wananiuliza kuhusu Matiang'i, hawajaniuliza kuhusu watu wengine. Sasa mimi nitaanza kuwapelekea salamu ya mtu hawajaniuliza na wapelekea salamu ya mtu ameniuliza. So Dr. Fred Matiang'i can be sure 100% he has a loyal, trusted soldier who will go every corner of this country nikimtafutia kura. Ya kihesabu kura zake, hesabu za Morara 1 million zenye mimi nitatafuta. Mimi na timu yangu ya vijana waje tutatafuta hiyo 1 million. Zingine atapewa na majenzi na people from other communities, because the people who love Matiang'i are so many, hata wakizini wachache. If you look at his support base, they are not the highest number of people that support him. The highest number of people that support Matiang'i are not Kisii. Wako nje ya Kisii. Kwa hivyo mimi naweza kuambia hivi Dr. Fred Matiang'i, inyeshe mvua, iwe jua, wakupe bendera, wasikupatie, ile kitu yenye sisi tunangoja kwako ni jina kwa debe. Nothing more, nothing less. Kufanyike nini, kusifanyike, we are expecting your name on the ballot. Sasa wewe ujitayarishe. Usingoje ati ufanye flag bearer ndio uweze kujitayarisha ku run for president. Get ready now to run for president, because Kenyans are waiting for your name on the ballot, because they need a president who can deliver, and you can be trusted to deliver. So jina yako ikiwa kwa debe, kwa sawa.
kura utapewa, hata wewe mwenyewe utashangaa kama ulikuanga na hizo kura zote. Opinion polls will collapse that day. Wish you well.